kubadilisha. Ndio maana siku zote ukitaka Mungu akumbadilishe, Mungu hawezi kumbadilisha mtu ikiwa mtu hajakubali kubadilika. Mungu alibadilisha historia ya familia yangu, alibadilisha historia ya maisha yangu, alibadilisha historia ya ukoo pale mmoja alipokubali kuokoka. Alafu Mungu akaokoa wote. Kama kuna mtu anasema mimi nataka niokoke, ila uko na pole. Kama kuna mtu unaweza kaniona hivi kusema huyu mtoto, ndio mimi na mtoto mimi. Lakini wewe unajua, kwa Mungu anapiga watu. Mtu mwingine anaokiwa amekaa kule, mwingine na madeni amekaa kule. Ananiweka mimi hapa. Naanza kuita wagonjwa. Baba anaanza kupiga hesabu watu wote hao. Ila kwa mganga unaenda. Hata kusema fanya unafanya. Mwanamke kwa mganga unaenda. Hata kusema mvua ni kuna nini ni kuchanja unavua unamuonyesha mwili wako mganga unavua. Unavua kuchanja. Lakini hapo unaona. Kama kuna mtu anasema nataka niokoke, ile kuna anayesema nataka kuokoka, ile kuna anasema nataka nipe Yesu maisha, ile kuna kama kuna mtu anasema nataka niokoke, nataka nipe Yesu maisha, ile kuna aibu. Bariki mimi na mikono. Ila kumbuka Mungu ili abadilishe maisha ya mtu. Yupo wapi? Mungu abariki. Basi njoo. Wewe piga tu makofi. Wenzako anaokolewa unga kumeduana na matatizo yako. Nasikia mtaulizo. Aliita wagonjwa. Ila sema Mungu, mbona ukimwi ulishindikana hospitalini wewe? Mtu anapona ukimwi kutokana na kiwango cha kumpenda Mungu. Anapona na ukimwi kutokana na kiwango changu mimi cha ukaribu kati ya mimi na Mungu kipoje. Na mtu mwenye ukimwi kupona, hakuna magonjwa yanaweza kutokana na ukimwi. Ila Mungu hatoi miujiza ya hasara. Mungu anaangalia ndani yako, huyu mtu anataka nimponye ukimwi. Akishapona anaenda kufanya nini? Anaangalia kesho. Akishapona tu anaenda hivi. Sasa hapa endelea tu na. Hata wale wako pembeni unaweza kufuatisha maneno. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele yako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mkosaji. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Niandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Namkataa shetani na kazi zake zote. Namkubali Yesu na kazi zako zote. Yesu, naomba unisamehe. Nimeoza mbele yako. Nanuka. Sifai hata kuwa hai. Nisamehe. Najikabidhisha kwako. Najitoa kwenye mipaka ya ukoo. Najitoa kwenye madhabahu za ukoo. Najiungamanisha na madhabahu ya mbinguni. Kaki niombe. Baba Mungu, ukuu wako ni mkali. Matendo yako yanatisha. Umeumba kiroboto ambaye hashikiki, lakini umeumbia miguu, umeumbia macho. Unaujua ukubwa na upana wa tumbo la sisimizi. Matendo yako yanatisha, sijapata kuona. Unaijua hesabu ya nyota za angani. Unaijua hesabu ya sekunde na dakika za mimi kufa duniani. Unajua hesabu ya nywele za kichwani kwangu. Duniani kuna mamilioni ya watu. Duniani kuna watu wengi. Mimi naomba. Inawezekana kuna mtu mwingine hapa Mbeya, kuna watu wako wanaomba saa hii. Kuna watu wengine wako Dar es Salaam, wengine wako Tanzania, kuna watu wengi wanaomba. Lakini Mungu unasikia maombi ya kila mtu kwa dakika moja. Ukuu wako ni wa ajabu. Matendo yako ni makuu. Jicho lako liko kila mahali. Ukuu wako ni wa ajabu. Mamlaka zako zinatisha. Tazama baba huyu amesogea kwa mbele. Mungu, wako watu wengi wana shida. Wengine na madeni. Wengine wamekaa huko. Inadaiwa mamilioni. Hawajui hata watalipaje. Shetani amefunga hata milango yao uchumi. Hata kitamani kulipa unashindwa.
Lakini baba amepita hapa mbele. Mungu, angalia moyo wake, msaidie. Mvushe pale anaposhindwa kuvuka. Inaachilia damu ya Yesu. Inamimina damu ya Yesu. Inamimina damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Mungu, hurumie baba huyu. Kuanzia leo inatangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu. Uwe mzima kuanzia leo. Yesu akupe roho ya mfunga baba huyu. Kuanzia leo uwe mzima kwa jina la Yesu. Yesu anakufungua. Simama juu. Kama kuna mtu hapa, kuna baba yoyote anasali TAG au EAGT na muomba. Baba anasali TAG au EAGT na muomba. Wakina baba jamani, kama kuna baba anasali TAG au EAGT, ni hapa pasokoni na mimi. Hebu samani. Kanisa pale au ngoja kwanza. Mchungaji Abidi Mishori unamfahamu? Kanisa liko kuna mfahamu. Kuna mtu hapa labda kuna mshirika hapa wa Abidi Mishori? Kuna mtu anayesali kwa mchungaji Abidi Mishori? Ni wewe? Kuna mtu anayesali kwa mchungaji Abidi Mishori labda hapa? Yupo? Vijana hata kama upo huko, kuna mtu anayesali kwa mchungaji Abidi Mishori? Yupo? Samani, kuna mtu anayesali kwa mchungaji Abidi Mishori? Mchungaji Abidi Mishori yupo? Basi baba, si karibu tu kwa mchungaji Abidi Mishori. Utakuwa unaenda. Mungu ameshakufungua. Ili kulinda muujiza wako, unatakiwa ukae kwa sababu unapoanza kutokwenda ibadani, ule muujiza unaanza kudhoofika. Mungu akubariki. Amen. Basi Mungu akubariki. Kipindi changu kimeishia hapa. Wengine wanasema tuishi. Bwana mkabidhisha tena kwa mchungaji Abidi Mishori. Hujamkabidhisha sehemu nyingine. Unajua nini? Mimi namkabidhisha sehemu ambayo najua na uhakika nayo. Soba mtu wale jamaa janja nyingi sana. Eti kiti cha mbele 500. Wewe makini. Eti kiti cha mbele kina upako 500. Wewe miujiza iko kwenye mafundisho. Alimuujiza. Miujiza iko kwenye maneno ya Mungu. Kila kitu kinazaliwa kwenye neno la Mungu. Kila kitu kinazaliwa kwenye maneno ya Mungu. Kila kitu muujiza unadhariwa. Ndio maana nikakwambia hivi. Biblia imekaa kwenye mfumo wa mafumbo. Mtu hawezi kuielewa kirahisi. Ila mtu akiwa na Roho Mtakatifu anaweza kumsaidia. Mungu ametufunga macho ya mbele zako. Baba, asante kwa neema yako, asante kwa kunitumia. Wanaenda kutoa miguu kuondoka mahali hapa. Roho Mtakatifu tawala anga. Sema na watu usiwache watetee wafiche. Mkono wako usiopungukia. Malaika Mikaeli asiopungukia. Kazi yako ikawafiche. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyu mtu ambaye amepigwa pepo la presha, pepo la iskali, pepo tasa, roho ya madeni, mipaka ya ukoo ambayo amewekea mipaka. Watafanya kazi ya marufuku kufanikiwa na ivunje ile mipaka. Roho za magonjwa, kila roho zote za kipepo, mavazi ya magonjwa, mavazi ya laana, hayafua katika ulimwengu wa roho. Ninapiga falme za giza, roho za magonjwa. Roho Mtakatifu kawatawala. Jina Amen.